Kwa nini napenda kualiza mtoto wa kike wewe? Mwisho wako utaona utakuwa ni mbaya sana. Mshenzi wewe. Wewe unitishe mimi. Never. Wewe uweze kunitisha mimi. Alafu wewe ni mwanamke gani usiokubali kuachika? Mbona wanawake wenzio wamekubali wakaachika? Wakina Sara, wakina Flora, wakina Fatuma, wakina Mwajuma na marafiki zako wengine. Mbona wao wamekubaliana na matokeo? Wewe nani mama yangu usikubali kuachika? Au umenogewa na viuno mgando hivi? Ni kumix bias asali tamu isochosha huko. Hakuna cha kiuno, hakuna cha nini. Umenisikia Mzidole? Kama umewachezea wanawake wengine, mimi siachiki kirahisi hivyo. Mimi sikubali kuachika kirahisi. Na kama ni kuachika kwangu kwa vita. Si umenielewa? Yaani huu moto ule uwashe ni moto wa kuashia mbali. Kama umewachezea mabinti wengine, sio mimi Mwasi. Mwisho wako ni kaburini. Si umenielewa vizuri? Yaani mtoto mzuri kama wewe unamdanganya mtoto umlize. Sio mpoje nyewe wanaume mwangae nywele zake kama chano la bangi. Sio nilipendea nini hili? Nenda huko. Mwanamke mwenyewe unatembea kama ngadu bwana. Pande huku upo, pande kushoto huko. Mbele huko, nyuma huko. Wewe mbwa wewe, ukiniona mimi ama zangu nitakufanya kitu kibaya wewe. Sura mbaya. Mwanamke gani unatembea kama mdigo, miguu imekaa upande namna hii? Unanitisha. Mimi unitishi. Mimi mwenyewe mtoto wa Sumbawanga. Wewe nani unitishe mimi bwana? Uchawi nimezaliwa nao. Shenzi wewe. Uno limekukolea. Mtaalamu, nahitaji Mzidole afe mapema sana. Na sio kufa tu. Afe kifo ambacho kitazungumziwa mtaa mzima huu. Nimekuelewa. Usiwe na wasiwasi. Mimi ndo Kakoso. Atakufa. Na atakufa kifo kibaya sana ambacho kitatrendi nchi nzima. Ila kuna jambo lazima tukubaliane. Jambo gani hilo? Vizuri. Baada ya kuikamilisha kazi yako, itakulazimu uje katika kasili yangu ili nikupige mchokobwengo. Kakoso, ina maana kuwa hakuna njia nyingine ya kufanya mpaka mimi na wewe tushiriki? Kiukweli sipo tayari kufanya hivyo. Sipo tayari. Kama hauwezi, basi unaweza kaondoka. Hivi unafikiri kazi ya kuua ni kazi rahisi? Unajua dhambi ya kuua wewe? Mtaalamu, nipo tayari kufanya unachokihitaji. Ili mradi tu Mzidole afe. Ondoa wasiwasi. Ni kazi rahisi sana kwangu hiyo. Lakini pia kama umeamua kukubaliana na hilo, basi jioni njoo ili tuweze kuifanya hiyo kazi. Sawa? Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba. Nimeagizwa na mama Kemudi. Unahitajika nyumbani, kuna tatizo. Kuna tatizo gani? Sijajua ni tatizo gani. Ila mama kasisitizia sana kwamba unahitajika sasa hivi. Kwa wewe hujui kuna tatizo gani? Ndio. Sasa kwa nini asikwambie kabisa kuna hiki? Sijajua sasa. Sawa, mimi nitakuja baadaye. Faza, lakini itakuwa vibaya. Nyumbani kuna tatizo, afu umeambiwa uende haraka. Wewe ukaendelea na shughuli zingine. Huwezi jua kumetokea tatizo gani. Sikuna tatizo. Ndio. Mimi nitakuja baadaye kwa sababu umenikuta nipo kwenye shughuli zangu. Nikimaliza shughuli zangu mimi nitakuja. Unaweza ukadharau kwamba nitakuja baadaye, kumbe ni tatizo kubwa. Ikibidi tuongozane sasa hivi mimi na wewe. Okay, sawa. Ngoja nifiche panga langu ili
kwanza, tulia kwanza. Hizo nini tena? Baba Mudi hatunaye tena duniani. Unasemaje? Ilikuwaje? Asubuhi alipoamka, mimi aliniambia mama, kichwa kinaniuma. Mimi nikachukulia kama utani tu, lakini hicho ndo kilichomuondoa mume wangu. Mahmudi, lakini kumbuka haya nilikwambia. Hichi kijiji chenu sio kizuri Mama Mudi, mlete mwanangu. Sasa umeona haya Mahmudi, umeona? Umeona Mama Mudi kilichotokea? Shetondo, samahani kidogo. Naomba uende kwa Shehe Zomboko ukampe taarifa hizi, kwa sababu unajua hawa ndo wenye kijiji. Ndio. Lazima apate ripoti mapema. Sawa. Ila samahani, uko unapokwenda usimwambie mtu yote zaidi ya Shehe Zomboko tu. Sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Nenda bwana. Bamudi. Samahani Baba Mudi, nimekwenda kuona mwili ndani, lakini mwili hali yake sio nzuri. Kuna mtihani gani tena? Sehemu yake asili imesimama. Sehemu za asili zimesimama? Huo sasa mtihani, kwa sababu kweli inatakiwa apatikane mtoto wa mjomba wake au mtoto wa shangazi yake, lakini sasa wengi wameolewa. Tunafanyaje? La kufanya hapa mzee mwenzangu, twende kwanza tukakae kwenye jamvi, kuna wazee wenzetu ili tushauriane tujue nini la kufanya. Huo mtihani. Dada, vipi kwanza, mbona unakuja na wasiwasi huku ukiwa unachungulia huko? Mdogo wangu, huko ndani kuna tatizo kubwa sana. Nini? Nimesikia hapa Baba Mudi akiongea na kaka Maneno. Wanasema maiti sehemu zake za asili zimesimama. Sijui hata nianzie wapi. Dada, kwanza nyamaza kulia. Hili tatizo kwa wewe uliokulia mjini unaliona la maajabu sana, lakini kwa sisi tuliokulia huku vijijini hili ni la kawaida, huwa linatokea mara nyingi sana. Inapotokea tatizo kama hili, wanachokifanya wazee wanamuita binamu wa kike, anamkalia marehemu. Ina maana unataka kuniambia hiyo hali ni ya kawaida? Mimi nimeshalisikia sana huku vijijini, ni sana, kwa sababu hayo yanatokeaga. Sijajua chanzo ni nini, lakini yanatokeaga, na ufumbuzi wake ni kwamba anatafutwa binamu, anakwenda anamkalia. Limekaa vibaya kuongea, kibidi tuseme anakwenda anamkalia. Ikishindikana wanatafuta kitu kizito wanamwekea, kwa sababu huwezi jua. Dada zangu watoto wengi wa kiume, 2 wa kike wameolewa. Sasa hapo si tunafanyaje? Maana yako sasa hapo ni nini? Kwa maana yako manake mimi sasa nitoe wanangu. Sawa dakta. Shemeji, hapa tuzungumzie swala ndoa. Hapa tunazungumzia ubinamu wa Mudi na wapwa zake. Haijalishi wameolewa, haijalishi hawajaolewa. Wewe unataka kunitukana kwenye hili? Shemeji, una akili gani? Unajua mimi nitakupiga makofi. Unajua shemeji, tuheshimiane. Nisikize kijana, nikwambie. Kanitie dada zangu waje hapa. Ili swala peke yangu mimi siwezi kuliweka. Lazima wale waje hapa tujadiliane nao. Nenda kanitie dada zangu waje hapa. Hapo shemeji unakosea. Wale watoto wa kike
tutakuja kuambiaje masuala haya? Marehemu yani sehemu za asili zimesimama. Wale dada zako. Wewe hukuzana na mimi, wewe umezana na dada. Wewe umezana na dada. Leo naliamua hivi peke yangu mimi. Haya wale nawaeleza nini kati ndugu zangu? Ujue mjomba ni mama. Yaani wewe yani mkali wa maneno. Kiacha kama sio kanyaga makofi, sio mimi. Basi tufanye hivyo. Mahmudi. Tunaitwa. Sijui kumetokea nini. Hebu acha kulia kwanza dadangu, wote tuna uchungu. Twende kwanza tukasikilize wazee wanasema nini. Huyu mtoto nje ya ndoa. Maiti inazika mwenyewe. Ukiniuzi na beba nyumbani kwangu na huji. Yaani ukiniuzi tu na beba maiti nyumbani kwangu na nikikuona na kuchinja. Taratibuni jamani. Taratibuni. Huu ni msiba sio sherehe jamani. Mjinga huyu. Majirani zangu mnakosea jamani. Mimi nakwambia. Kwa sababu muda wote maneno. Muda wote tukanitukana. Bila hawa mimi siwezi kupanga kitu. Lazima ndio maana nimewaita hapa. Dada zangu mimi nimewaita. Waita kwangu hapa au kuwaita kwetu hapa kwenye kikao kuna jambo. Na ndio maana mnaona tunalumbana hapa muda wote. Mwana yetu ndani imekutwa na jambo zito. Marehemu wetu hayuko sawa. Hajanyoka bado. Kwa mujibu alivyonipa taarifa wa mabwana, mwanetu sehemu zake za siri zimesimama, bado ziko wima. Ndio maana uko na marumbana yote mnayasikia mnakuelewa. Tunafanyaje? Nikaona niwaiti sasa na nyinyi tushirikiane wote kwa pamoja. Lakini maneno ya huyu bwana mimi ndio yananichanganya kichwa. Tokea mwanzo nilisema hapa anatakiwa binamu. Awe mtoto wa mjomba au mtoto wa shangazi. Na ukizingatia shangazi zake Mudi watoto wawili wa kike, wengi wa kiume, na wawili hao wameshaolewa. Na ndio maana nikakuita shemeji. Inawezekana ukawa msaada mkubwa kwenye jambo hili. Haiwezekani. Ukiniambia Kinyafu anafaa kwenye hili au Anangumiwa anafaa kwenye hili, haiwezekani. Kwa sababu hapa tuzungumzia la ndoa kama nilivyokuambia awali. Hapa tunazungumzia ubinamu wa Mudi. Yoyote anafaa kwenye hili. Sio lazima mwanangu mimi. Wewe mbona unachanganya kichwa? Ukiniuzi wewe Mudi humziki. Na beba maiti ya mjomba wangu naenda kuzikia kwangu. Wewe wakati unamzaa Mudi dada yangu bado hujamuoa. Umemuoa dada yangu wakati Mudi kashazaliwa kwa kihalali Mudi si mwanao na beba mimi. Kwangu na kwangu kuziki na kwangu kuji. Yaani wewe ni mpumbavu kabisa. Kwa sababu kuna kitu. Kaka. Hivi unajua ile tatizo limetukuta sisi? Huyu tumeachana mtoto mdogo na hivi karudi tunakuja kuzika mtoto huyu alomtelekeza. Wewe ndio ulohudumia huyu mtoto, umemtunza toka utoto, kuugua, kufanyaje, nguo mpaka ileo. Leo limetokea hili, aibu hii ni yetu, maiti ndani inaharibika, inachacha hiyo tunavyochelewa. Kwa mimi nikuombe kaka, utufunike hii aibu kama ulivyofunika malezi ya yule mtoto, na aibu hii uifunike. Uende ukaongee na mwanetu Kinyafu ili aje hapa aweze kuliokoa hilo tatizo. Watu wakijua watahadisia hapa tu kosa, tuna majirani hatujui mioyo yao ikoje. Kwa ni kuombe kakaangu, vumilia. Hebu nenda ukaongea na mtoto aje alimalize ili tufiche aibu yetu. Ni kweli kaka kama anavyosema. Kumbuka hii ni aibu yetu sote. Na Kinyafu pekee ndio binamu yake Mudi. Na ndo anatakiwa afanye hivyo kakaangu. Maana bila yeye tutadhalilika kaka. Tutaumbuka familia nzima, sio mimi peke yangu. Kaka, hebu naomba tuokuwe na janga hili basi. Usikatae. Nimeelewa. Ila kwa kuwa hili jambo linahitaji ujasiri. Na Kinyafu hapa sikuja naye. Kinyafu nimemwacha nyumbani baada ya kupigiwa simu tu mimi kuna jambo hili. Nikamwambia kwanza afanye usafi pale kisha afunge mlango ndio haje. Kwa hiyo mimi naomba rudi zangu nyumbani. Nikamfuate Kinyafu na nikae naye chini nimtengeneze kisaikolojia maana hili jambo zito kwake na sio kwake hata kwa mtu mzima hili zito. Mwanangu mimi bado mdogo, bado ni mdogo sana yule. Anahitaji kutengenezwa, kuelezwa. Kwa hiyo nimpenda nafasi sasa. Nitoke hapa
nimpate Kinyafu nyumbani kabla hajafika mji huu. Mimi nawaacha sasa. Sawa. Hebu nisubiri hapa. Subiri hapa niongeze. Dada. Njoo mama moja. Muda. Hivyo hivyo tu kaka. Shangazi, shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo. Sasa dada, ukisema wewe uonalia muda wote wakati msiba utajaumaliza, huu msiba tunaumalizaje? Tatizo ile dangu bado geni, tatizo bado bichi kabisa hili. Kwanza tujue tukulimalize tatizo ndo tulie. Sasa wewe unalia wakati msiba bado mbichi kabisa dadangu. Kaka, naachaje kulia? Naachaje aliyekuwa mtoto mwenye alikuwa ni wewe mmoja tu? Haya, tunalia. Tulie wote. Hili tatizo tunalimaliza vipi? Kwanza tumalize hili tatizo la mtoto, alafu ndo tulie msiba dadangu. Msiba kwetu bado mbichi huu. Mimi sasa nimemleta Kinyafu. Mimi nimeshindwa kuzungumza naye kama baba aibu. Wewe mwanamke mwenzio, binti yako huyo, zungumza naye. Zungumza naye tujue jinsi ya kumaliza hili jambo. Kinyafu, nimekuleta kwa shangazi yako. Kaa naye, zungumza naye. Atachokizungumza msikilize, na wewe utachokikubali. Mimi kama baba yako niko tayari. Msikilize shangazi yako. Umsikilize? Sawa baba. Mimi niwaache hapa. Kinyafu, binti yangu, tatizo lililotokea humu ndani ni kubwa sana, na hakuna mwingine wa kulitatua isipokuwa ni wewe tu. Tatizo gani hilo shangazi? Kuna tatizo kubwa sana. Binamu yako amefariki, lakini sehemu zake za siri zimesimama. Laiti angekuwa na mke ndio ingekuwa dawa yake, lakini kwa sababu binamu yako hajaoa, wewe ndo dawa pekee ambayo unaweza kutuokoa na hili. Shangazi, kwa hiyo utakuniambia mimi ndo nikafanya hilo jambo? Haswa? Kumbe umenielewa vizuri. Shangazi, mimi siwezi. Sikiliza mwanangu, yaani kama ukitaka kitu chochote mimi niko tayari kukupa, ili mradi unifichie hii aibu. Katika mila zetu na tamaduni zetu, mtu akiwa kwenye hali kama hiyo hawezi kwenda kuzikwa mpaka sehemu zake zikae sawa. Yule ni maiti, sio kaka. Sawa, kitendo cha dakika chache tu kidogo tu unafanya, alafu nakaa sawa. Shangazi, mimi kulala na maiti siwezi. Mwanangu, kwa hiyo nataka mimi shangazi yako nipate aibu. Fikiria. Fikiria hata wewe mwenyewe. Ina maana tutakaa na maiti mpaka siku gani? Mpaka lini? Yaani kitu ambacho kinachoitwa maiti naiogopa mimi, siwezi. Una huruma na mimi? Una huruma na shangazi yako? Tutakupa zawadi kubwa. Wewe kubaliana na hili swala. Umenielewa? Umenielewa binti yangu? Nenda basi. Nenda mwanangu. Angalia muda wote toka tumesimama hapa. Ungeshaingia na ungeshatoka. Kitu cha dakika moja tu.
Nenda binti yangu. Asante Mungu. Mbona uko kinyonge Bafagasi? Shida nini? Mudi almaarufu Mzidoli amefariki. Na kinachosikitisha zaidi amekufa huku akiwa imesimama. Wewe unafurahi mwenzio kufariki? Sio kufurahi tu. Yaani natamani hata nikapike pilau kuku nile, nishushie na juice. Unajua nini Bafagasi? Kupoteza mtu mmoja kwa kuokoa maisha ya watu 100, huo ni ushujaa. Na sio ushujaa tu, bali ni ujasiri uliopitiliza. Sikiliza nikwambie. Mimi Mzidole kufa ikiwa imesimama, kwangu ni furaha kubwa. Yaani niseme I like it. Nimependa.